sababu ya ndoa. Kwa sababu ya mke, kwa sababu ya mume. Maana mimi nawaitana kuna wanawake fulani wachawi au wanaume fulani wachawi au kama sio wachawi wameoga. Kwa sababu wewe unamkataza mtu kwa Mungu. Una akili timamu kweli? Yaani wewe ni mwanadamu usiyejitambua. Yaani eti mimi nianze kumkataza mke wangu usiokoke. Usiende kwa Yesu. Aisee. Wewe umeoa mwili, unaoa roho. Roho ni ya Mungu. Kinachokufanya umkataze mke wako au mume wako, unajitambua. Amina. Roho sio yako. Ndio maana ule mwanamke akitoka kwenye mwili, umwezi tena. Tunapeleka wapi? Kaburini. Kwa hiyo mwanaume ameoa mwili, anaoa roho. Kwa hiyo ni kitu ambacho nasema hausiende, ni adui yako. Ni adui yako. Na nataka nikwambie ndugu yangu, ukimwacha mwanaume au mwanamke kwa sababu ya Yesu, Yesu ataleta bora kuliko yule. Amen. Kwa sababu yeye mwenyewe Yesu ameapa. Amesema hayuko yoyote atakayemkosesha mmoja wa hao. Ni afadhali afunge jiwe shingoni, alafu akatozwe kwenye bahari ya juu. Mbona? Neno aliyosema Yesu. Kwa hiyo hayuko mwanadamu atakayeweza kumzuia mwanadamu wenzake kwa Yesu. Hayuko. Amina. Na ukianza kumzuia unatengeneza vita na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo mwanadamu umeupa kwa kusudi la Mungu ili uyatende mema na ufanikiwe na upate mengine hayo, lakini kisha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzima wa milele mbinguni. Uzima wa milele mbinguni. Ndio maana kila siku nasemaga, unakutana na mtu ni mgonjwa, umemwombea, unamwambia rafiki yangu, haya magonjwa bila kuogopa yatarudi. Anakwambia mchungaji, nimesali sana kwenye dini fulani, bora tu niombee niendelee kusali. I say unakufa kwa ajili ya dini za watu. Kwa ajili ya dini za watu. Unataka kujua? Kweli nikokosa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana kusaidie wewe na mimi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana kupe akili na maarifa. Amina. Ya kutambua kwamba duniani hujaja kwa bahati mbaya. Liko jambo liko kusudi ambalo Mungu amekumbia uje ufanye duniani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwisho wa yote ni kwamba huwezi kujua kusudi aliyokumbia Mungu bila kuokoka. Haiwezekani. Hata sisi pia hatukujua. Wala hatukujua kwamba sisi ni watu fulani. Hatukujua. Tukaendelea kupapasa kwa sababu duniani ni giza. Huwezi kuona kusudi la Mungu kwenye maisha yako bila kuokoka. Ili uone kusudi la Mungu kwenye maisha yako, lazima uje kwenye nuru. Maana Mungu ni nuru. Amina. Anamulika dunia nzima. Lakini pia mafanikio ya dunia hii yako gizani. Kwa hiyo mwanadamu anayesema mimi siwezi kuokoka lakini nataka mafanikio, aisee, utaangukia kwa waganga wa kienyeji. Utaangukia wapi? Si wengine wameno. Bwana Yesu asifiwe. Walipomtafuta Mungu bila kuokoka, leo hii wanaabudu waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Wanaabudu nini? Waganga wa kienyeji. Na kibaya zaidi kwenye dini zao hawaambii. Hawaambii kwamba kwa waganga wa kienyeji ni dhambi. Wamewacha. Kwa hiyo wamebaki kwenye uongo wa kujidanganya kwa maisha yao ya umilele. Aisee, ni afadhali udanganyike kwenye mambo ya dunia. Kwenye mambo ya dunia hii ni afadhali udanganyike. Ndio maana Paulo anasema mambo yote niliyahesabu kama hasara, niliyaona kama mavi, ili nipate nani? Yesu.
Kwa hiyo wewe unaona kuwa na hela ni bora kuliko Yesu, umechanganyikiwa. Unaelewa? Amina. Haleluya. Amina. Unaelewa bado? Yesu ni bora kuliko hela zako. Ndio maana unakufa, hela unaziacha wanatumia wengine. Walishuhudia kisa kimoja pale KDC. Baba alioa wanawake si wawili watatu. Wanasikia baba anaumwa huko hospitalini, siwezi kutaja hospitali za watu. Baba amekata tuno, watoto hawaendi kwenda kula likolazo baba. Kila mmoja ananunua kufuri, anaenda kufunga duka. Kufuri la kwake. Kila mmoja. Huyu akifika pale anakuta liko kufuri la mtu, na anaongeza na kwake. Huyu akifika pale liko kufuri matatu, na anaongeza. Dunia hii jamani. Wakati wewe unasema siwezi kuokoka, bora nitafute hela. I say, subiri ufe. Subiri ufe. Ndipo utajua kwa mlikuwa mpumbavu na hela zako. Na kibaya zaidi, hela haziendani kaburi. Hata wakiguzika na hela, majamaa wanajitokeza, wanalifungwa kaburi. Lakini wewe ukasema kuokoka ni shamba, nachelewa, siwezi kuokoka, ngoja nitafute. Nani amekudanganya? Kwani sisi hatujui? Sisi hatujui utamu wa hela, hatujui. Nataka nikuambie, tunakuonyesha kwamba hela ni namba 2. Fedha ni nyongeza. Cha kwanza kwenye maisha ya mwanadamu aweko Yesu, alafu tende mema, alafu ndipo zije fedha. Amina. Amina. Alafu nazibugia kwa raha. Nazibugia na mke wangu tu. Nazibugia na watoto wangu. Wala siendi kwa kama mimi. Angalia wewe una hela lakini una wake watatu. Na watoto wako wanateseka. Lakini wewe una kuna faida? Hamna faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa maneno hayo machache jioni ya leo, kama ulitaka kurejea nyuma, songa mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye wokovu kuna maisha ya mwanadamu timilifu. Maisha mazuri yako kwenye wokovu. Ndio maana sisi tulipoonja, hatujatoka tangu tumeingia. Tunaendelea kutokomea. Amina. Tunaendelea kupotelea humo. Njoo sasa hivi niambie, Pastor Fadile, toka kwa Yesu. Nakwambia isee, kama huwezi kuniacha hai, basi niko tayari kufa, lakini kwa Yesu sitoki. Unitoi mwende wako. Kwa nini? Nimeona uzuri ulio ndani kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu kuna faida, hakuna hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu kuna hasara, kuna faida tu. Ukienda hapa faida. Ukienda hapa faida. Faida tu kwa Yesu. Hamna hasara. Kwa Yesu kuna faida. Tena kunalipa. Na wengine wanasema hata change zinafanya nini? Zinabaki. Vijana, mabinti, wa mama, saa ya kukaa kwenye uongo imeisha. Amina. Saa ya kujidanganya mwenyewe imeisha. Mimi nimekuambia rais, wana pombe mbingu haipo. Wazinzi, washerati mbingu haipo. Mashoga mbingu haipo. Warawiti mbingu haipo. Hata kama dini yako inakwambia utakuombea utaenda, wanakudanganya. Wafuta sigara, wafuta bangi, hao wote njia yao ni jehanamu ya milele. Hiki wengi ndicho hawakitaka. Hiki wengi ndicho hawakitaka, lakini ndio kweli. Sasa kwa sababu kitaki, ndio maana nimekutana na wachungaji wanakuambia nenda kunywa kidogo, si leo. Kunywa kidogo sifanye nini? Wakati Biblia inasema usiguse, sio unywe kidogo, hata kugusa, hata kunusa.
Lakini wengine wanakwambia kunywa kidogo usilewe. Oa wa pili tusizidishe. Wengine wamesema wanawake 4 mwisho, usioe 5. Lakini anakuta ameoa 4 na huko kila mkoa anamke. Ameoa 4 akafikiri alipooa 4 labda tamaa inaondoka. Wanakuta kila siku mabinti wazuri wanazaliwa. Tena mabinti wa siku za leo wameumbwa vizuri, wameumbwa na mpana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alioa mwanamke fulani, akimwangalia mtakini macho kumchuzi. Kwa kiona binti mtanashati au binti beautiful, anaanza kuona yule mwanamke alikosea kuoa. Huo ni upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ni nini? Ni upumbavu. Sio mimi nasema. Mungu aliyetuagiza. Tunaoa mara moja. Na tukishaoa imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukishaoa imeisha. Kishaolewa imeisha. Kwa hiyo wanadamu, ndugu yangu uliyefika kwenye ibada ya leo na unayosikia sauti hii popote, saa ya wokovu ni sasa. Kimbilia kwa Yesu, ponya nafsi yako, ponya roho yako, ponya maisha yako ya sasa na ya milele. Baada iko jehanamu mbele. Hiyo hayuko atakayekwepa. Hayuko. Kila mmoja atapita hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alikuja kama kondoo, lakini sivyo atakavyorudi. Niliwaambia watu fulani nikasema Yesu atakuja kama jaji anayemhukumu mtu kunyongwa. Na ni zaidi ya hapo Yesu atakapokuja. Amina. Kwa sababu Biblia inasema atawatenga kondoo na mbuzi kwa uwezo wake. Sio mashauriano. Yaani natenga na kuja tu umetengwa. Kama hivi nakuja tu umekufa. Ndivyo siku ile itakuwa hivi. Wavuta bangi, wala mirungi, ghafla wako kwenye mateso. Lakini duniani walifarijiwa kwamba wataenda wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tumishi wa Mungu, ndugu yangu, Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie, tusimame basi tuombe. Mungu atusaidie tutende yale aliyotuambia Mungu. Mungu ametuumba kwa kusudi lake. Hajatuumba tumtumikie shetani. Maana mlevi, mzinzi, mchawi, mwasherati, huyo amtumikii Mungu, anamtumikia shetani. Na niliwaambia watu kwamba kibaya zaidi kwamba shetani anawatumikisha watu kwa akili zao. Kwa hiyo ndio maana ukikutana na mtu mlevi, ukimwambia kulewa ni dhambi, wewe unafanya kazi ya shetani, anakuambia mpumbavu wewe. Nafanya kazi na kunywa pombe kwa akili zangu. Nafanya uzinzi kwa akili zangu. Nataka nikwambie ndugu yangu, shetani anawatumikisha watu kwa akili zao. Amewakontrol. Anatumia akili zao kuwatumikisha. Usifikiri shetani ni mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tuombe neema ya Mungu ili tukae kwenye kusudi la Bwana. Amen. Tumtumikie Mungu kwenye kusudi lake.